Yes, welcome Sengo Linki. Kama mara ya kwanza nafuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwanza kupata video zetu kipindi tunazo upload. Na hii ni mwendelezo wa mafunzo yetu ya Excel na hii ni video namba 5 katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya mfumo wa kuchakata matokeo kwa shule za msingi. Na video iliyopita tuliangalia kutengeneza analysis kwa darasa la kwanza na la pili. Leo tutaendelea kuangalia analysis kwenye darasa la 3, la 4, la 5 na la 6. Hii itasaidia kwenye itasaidia kwenye kutumia analysis hizo au kutumia information hizo kwenye ripoti, pia kwenye upande wa overview. Haya, kwa hapa sasa, kwa kuwa vingi tushavisoma, kwa hapa tutakuwa tunaenda haraka tu. Tutakuwa tuna copy formula na tia hapo, mambo mengine yanaendelea. Taanza na hii hapa ya kwa hiyo ulisema utatengeneza darasa moja, alafu tutakuwa kwanza la 3, la 4, la 5, la 6 nafanana, basi tutakopia huko. Hapa ni AD. Hapa itakuwa AD. Nitakopi hapa. Tutakuwa tuna paste. Tutakuwa tuna paste. Tuna paste tu hapa. Ili tuende haraka. Hapa AD. Hapa AD maana yake hizi sheet zote zinafanana hizi. Hapa chakosea hapa ni AB, wastani huko AB. AC wastani huko AC. Hapo hivyo sawa. Kwa sasa kuanzia hapa ndo tutaanza kuvuta yale masomo yetu yale hapo kama huko. Na tutatumia hii formula ya concatenate hapo chapu. Utakopi tu mimi ili mambo yasiwe mengi, tusitumie muda mwingi hapo. Kwa hii na masomo mengi kidogo. Kwa concatenate hapa itakuwa ni Q. Hapa kwenye nini? Kwenye grade hapa. Grade itakuwa ni Q hii hapa. Kama unavyoona hapo. Hii hapa itakuwa kwenye Q. Kwa tutapiga hapo, somo letu litatokea, taanza hilo Kiswahili. Kwa baada ya hapo tuta drag kwenda huku. Itakuwa Kiswahili. Kwa sababu pale kwenye nini, kwenye somo tulifunga. Kwa hapo tukasema tukaanza moja alafu tukaendelea vizuri, zina change vizuri tu, lakini hapa inabidi iwe E5, hapa E4. Kwa tuangalie vizuri formula ili tusichanganye hapa. Inayofuata hii inabidi iwe F na sio E. F4 hapa tutabadilisha tu F4.
itabadilisha hapo, itakuwa Kiingereza. Naona hii hapa nao tutabadilisha hapa tu F4 F, toka F inakuja alfabeti hizo G, toka F hapa G inakuja hapo hisabati, hapa ni H ili tuende zetu haraka haraka. H hapa I hapa J hapa K hapa L Kiarabu. Kwa tuangalie tunaishia wapi. L kuna M, kuna M hapa ambapo kujajazwa kitu pale, kujajazwa max N. Kwa tutajaza kote ili tuangalie utofauti kidogo, yani tuangalie zile zinazofanya kazi. O S mpaka O, S mpaka O mwisho hapo. Kwa maana yake hapa sasa tujaze hizi max zote huku ili uone kwamba ituletee majibu, yani kote tujaze. Kwa hiyo mwanafunzi wa kwanza huyo jaza kwa masomo yote hapa 50. Shachanganya mambo tena 23 45. Tunaona sasa hiyo la ya kunani ya kusave au ya kuweka data validation kwa ajili ya kuangalia usahihi wa data. Kwa hapa hivi masomo yote yapo sawa. Kwa mwisho, somo la mwisho ni elimu ya dini. Kuna Kichina tuna vizuri hapo mbele tukiikuza. Hii tutadai kwenda chini na hii nayo tutadai kwenda chini. Tatuletea tu kwa wale sema ambao masomo yamejazwa itatuandikia, sema ambao masomo hayajajazwa haitotuandikia. Hapa tume elimu ya dini ya Kiislamu hilo ni moja mpaka huko. Hapa mna somo. Sasa hapa ndo tutaweka ile concatenate yetu kubwa ile mpaka hapa lese. Sasa hapa ndo tutatumia formula. Tutatumia formula yetu hapa ya concatenate hapa, ngoja ni zoom. Concatenate kuunganisha nini? Sasa tuunganisha ya masomo yote haya. Hapa tumalize kabisa. Tutaweka tu hiyo kwa moja, kwa data nyingine hizo tutakopi na kupaste hapo chap. Masomo haya hapa. Baadaye hizi seli kama unaziona zipo ndefu sana, unaweza ukazipunguza tu. Kwa hapa tutaweka zetu. Hapa tutaweka zetu. Hapa tuweke 30 na ngapi? Tuweke 35. Tuweke 35. Kwa sababu hapa naweka tu hivyo kwa sababu ili mtu tuone tu masomo zao yanavyotokea, lakini hapa haina hata haja ya kuseti hapa. Haina haja ya kuseti hiyo seli size, haina haja kabisa kwa sababu hatuitumii, yani hatuna matumizi napo hapa. Hapa kwanza anayetumia mfumo wako hapa hawezi kupaona. Hapaoni kabisa. Kwa utakopi hiki, tutakikopi, tutakuja tuna paste tu hapa. Ili kuacha nafasi kwa kila nini? Kwa kila somo. Kwa sheet hii hapa hii tunaifanyia detail zote hapa. Anayetumia mfumo wako hawezi kuiona kwa sababu utahide hizi nasema hizo sheet tab hapo chini hapo. Yeye anakuwa haoni. Kwa utamwekea tu button hapo, yeye atakuwa ana click zake button kama za home za wapi, anakuwa anacheza na hizo tu. Lakini huko anakuwa haoni kwa sababu ataingia hapa sema ambao atajaza zake alama, basi ataenda kwenye kupreview nini matokeo. Ila sheet hii hapa
hatofanyaje, hatoiona. Kwa nani yetu itakuwa kama hivyo unavyoona hapo. Kwa hii tutaidrag mpaka huku chini huku, tutaidrag mpaka chini huku. Tutaidrag nimepitiliza. Yeah. Kwa mpaka huku chini itakuwa sawa. Kwa sasa labda tukaweka, kwa tuweke lebo tofauti ili iwe naweka tofauti fulani na nyingine, lakini hapo tunakuwa hatuna matumizi navyo, kwa sababu anayetumia mfumo wako hapo anakuwa haoni chochote hapa. Yaani sheet anakuwa yeye sheet ataiona hii hapa tu, utajaza majina hapa. Basi baadaye hapo utamwekea navigation hapa juu kwamba labda aende home au aende kwenye kuangalia ripoti au matokeo au kumebora na kumedhaifu. Yaani hapa ndo utamwekea, lakini sheet hii hapa hawezi kufanyaje, hawezi kuiona. Kwa hiyo nahisi mpaka hapo tutakuwa tumemaliza hiyo. Kwa maana kuna kingine ambacho tunachokiongezea hapo, au labda tuongezee position za masomo haya kwa mwanafunzi, tuje tuweke kwenye ripoti. Hiyo tuachane nayo. Kwa hapo tutaduplicate kwenda kwenye madarasa mengine hapo. Tutaduplicate kwenda kwenye madarasa mengine. Tutaduplicate kwenda kwenye madarasa mengine. Hapa tengeneze copy hapo. Ya kwanza hiyo. Hiyo darasa la 4 kwa darasa la 4. Kwa tu move the end, yani ikae huko mwishoni kabisa, move to end tap. Hapa darasa la 5 tunamalizia na darasa la 6 sasa. The end iende mwisho huko, iende mwisho kabisa. Kwa tutaanza sasa kuweka sawa sasa. Hapa la 5 ikae kwenye la 5, hapa la 6 ikae kwenye la 6. Haya, sasa hapa turudi nyuma sasa hapa. Hapa sasa hii tuweke darasa la 4. Hapa iwe darasa la 4, kwa hapa tutaweka 4. Darasa la 4, alama darasa la 4, maana yake ndo hapa difference. Kwa tuweke hapa hfu itofute hii. Jisahau hapa, hii tu delete zetu hii. Ndio itaweka sawa sasa, itakuwa hii ndio darasa la 4. Kwa tutaanza kuvuta details zake sasa. Maana yake hapo tutaje kubadilisha ni hapa tu. Hapo kwenye darasa la 3 hapa tuweke darasa la 4 na hapa na hapa hivi tuweke darasa la 4. Tutavuta details zetu wenyewe. Tutapiga hivyo. Na tukiangalia darasa la 4 kwa hiyo tulomjazia ni moja Kiswahili hana. Hiyo darasa la 4. Kwa details za darasa la 4 hapo ziko sawa. Kama unavyoona hapa. Taarifa ni za mwanafunzi mmoja tu. Masomo yake ni kama unavyoona hapo. Basi kwa tu tayari tuende kwa huyu darasa 5 ambayo alama darasa la 4 tayari. Alama darasa la 5 kuna hii hapa na alama darasa la 5. Hii tutafuta hii. Tuta delete. Tuta rename hii hapa.
tali name zetu hii hapa. Tutali name hii darasa la 5. Haya, baada ya hapo tutafanya exchange hapa. Hapa tutaweka 5 hapa. Hapa tutaweka 5. Darasa la 5 naona hamna detail yoyote tuliyojaza. Tujaze chochote hapa ili iwe na uonyesha ile tofauti kidogo. Namba ya simu 0652372705. Jina letu labda tuweke labda mwanafunzi wa kwanza hapo. Jinsia tuweke ke. Vuruga. Jinsia tuweke ke. Tumjazie masomo. Naona max hizo. Usipo loki hapa naweza ukamjazia mwanafunzi maxi aliyopitiliza 50 hapa. Kama huko unaona huko ushajaza max zilizopitiliza 50. Hapo tupunguza kidogo. Tukija kwenye darasa la 5 alama itatutengenezea alama zetu. Itatuandikia masomo ambayo mwanafunzi anafanyaje? Anayasoma kama unavyoona hapo. Alafu safi kabisa. Haya. Kwa tunaenda zetu alama darasa la 6. Itafuta hii sheet. Tutaifuta, tutakuja hii hapa. Tutaliname hapo. Kwa tuliname tutasema ni la 6. Kwa utafuta hapa. Tutaweka hivi. Hapa inakuwa tayari. Kwa hapa tutabadilisha hapa. Utafuta hivi. Tutaweka hivi. Alafu 6 hii. Pigia okay. Na darasa la 6 tukujaza kitu chochote. Tutavuta mpaka hapa. Tutakuwa tumemaliza. Sasa hapo kwenye darasa hilo yote tumemaliza. Haya ambayo tunadili nayo yote kwa darasa la 6 dai. Tujazie hapa. Jina mwanafunzi wote, labda tuseme mwanafunzi 2. Mwanafunzi 02. Hapo tujaze hata wanafunzi 2 hapa. Jinsia huyu okay. Hii itatusaidia huko mbele huko. Tusaidia huko mbele. Kiswahili tumwekee 34, huyu hapa tumwekee 23. Ngoja basi namba zinaweza zikaongezeka hizi. Mpaka kufika hapa. Pigia hapo. Chapu hizo. Kuna kweli hapo. Tuje kwa darasa la 6 hapo tutapata details zetu hizo hapo. Na masomo ambayo wanafunzi wanafanyaje? Wanayasoma hayo hapo. Sasa hapa kingine inabidi tuje tubadilishe, tuje tuangalie kwanza haya masomo. Kama masomo yote alfa la 3 na yote sehemu moja, hakuna shida ya kufanya difference ya kuvuta masomo haya. Kwamba baba nasoma darasa la 3. Ya darasa hapo kwenye darasa la 4 hapa. Nisome darasa la 4. Lakini kwa tubadilishe tu, ila masomo ni yale yote sawa tu. Lakini pia unaweza kutengeneza masomo tofauti kwa kila darasa, katika darasa ukaitengenezea
setting yake, yani kuanzia setting ya alama mpaka setting ya nini hapa. Kama somo alipo itaweka kideshi, utaweza kuweka condition hiyo. Pia wewe unaweza kutengeneza wewe mwenyewe ukaweka masomo tofauti, setting tofauti tofauti kwa kila darasa, kuanzia kwenye nini, kwenye hizi alama na grade zake, kila darasa katengenezea, ili uwe una ule tunasema uhuru wa kufanya setting yoyote katika mfumo wako wa matokeo, kwamba labda nataka utoe matokeo chini ya 100 au nataka utoe matokeo chini ya 50, 80. Ni wewe mwenyewe tu unaweza ukatengeneza zile tunasema kozi kidogo. Unaweza wewe mwenyewe ukawa na ile choice ya kutengeneza setting zako wewe mwenyewe, kwamba hapa iwe hivi, hapa fulani iwe hivi, pale iwe hivi, huku sehemu fulani iwe hivi. Na hii ndio inakuwa nzuri sana, kwa sababu sasa hivi watu wengi wanataka mifumo ambayo ipo huru. Mifumo ambayo ipo huru, ambao tunasema kwamba yeye mwenyewe ana uwezo wa kufanya chochote kile anachokihitaji. Unaona? Kwa hiyo unakuta kwamba mtumiaji akipata mfumo ambao yeye mwenyewe anao uwezo wa kufanya kila kitu yeye mwenyewe, kidogo anaupenda, kama kuongeza masomo, kama kufanya hivi, ili awe na uhuru ule wa kuongezea vitu. Na tunasema ukiwa unatengeneza mfumo kwa ajili ya biashara, basi hakikisha ni kwamba huo mfumo unachukua wanafunzi wengi, hata 1000 hata 2000, lakini sasa inabidi uwekee setting ambazo, au uwekee vitu ambavyo yule mtumiaji anayekuja kutumia huo mfumo hawe na ule uwezo wa kutoa zile, labda tunasema black link, zile ambazo black need, tunasema column zile ambazo zina watu ukikaza kwa filter pale ikakaa. Kwa hiyo na si sana, video hizi ndefu kidogo, lakini tuziangalie mpaka mwisho ili tuweze kujifunza. Pia nakaribisha maoni kwamba labda kitu gani tuongeze kwenye haya mafunzo, na labda tufanye mfumo gani pia. Na pia kama unahitaji kujifunza, karibu. Sio vitu vyote ambavyo naweza nikafundisha hapa, wengine wanaweza kanifuata akakufundisha. Na kama sehemu utakuwa umekwama kwa kwenye kujifunza, umejifunza sehemu fulani umekwama, unaweza ukani text hapo kwa normal namba za simu hapo, naweza nikaweka na taja hapa, au nitaziweka hapo namba za simu, unaweza ukanitumia message. Unaweza ukanitumia message WhatsApp, message za kawaida, au ukapiga simu ukaelezea shida yako, ukakuelekeza, ili tuendelee kuendeleza ile gurudumu. Kwamba nachohitaji mimi ni kwamba watu au walimu wana uwezo wa kujitengenezea mifumo wao wenyewe. Kwa sababu kakaa ukatengeneza mfumo wako tu wa somo lako tu, ambao labda ukaunganisha testi zako 10, 20, 30, na wewe mwenyewe ukakaa unajifanyia evaluation, kwamba labda somo langu
liliongezeka labda ufaulu labda daraja A, daraja B hivi na hivi. Tutakuja tutajaribu kutengeneza mfumo mmoja hapa. Just so mfumo, just ni template tu moja ambayo tunaweza kuchambua kuongezeka kwa ufaulu labda kwa zile grade zile, kutafuta asilimia zake nini tukafanya ili kuonyesha ile progressive ya kitu ambacho knowledge ambayo na implement kwa wanafunzi wako, na wewe mwenyewe mwalimu ujifanyia assessment kwenye nini, kwenye somo lako, ili uone kwamba mwelekeo unakuaje. Nimeweka linki hapo ya channel na group kwenye video namba 3 video namba 4 watu waweze kujiunga hapo kwenye group au kwenye channel ili tuweze kufanya conservation nzuri kwa ajili ya mafunzo yetu ya mifumo ya matokeo. Na hizi video ni nzuri kujifunzia. Najitahidi kidogo ziwe na quality nzuri. Kwa changamoto za hapa na pale zinajitokeza, lakini naamini tutakuwa tuko sawa. Kwa hapa tumemaliza. Kwa hapa sasa sisi tunaweza tukajimwaya tukachagua tuende kwenye ripoti au tuende kwenye analysis. Mimi naona tufije kwanza analysis, ripoti itakuwa kipengele cha mwishoni kabisa huko. Sasa hapa sisi ngoja ripoti tutoe. Tuandike tu mkeka. Sasa kwenye huu mkeka hapa, mkeka utakuwa na vitu vingi sana huko. Ngoja tuanzie hapo. Kwa hapa tutakuwa na serial number hapa. Serial number hapa itakuwa na jina la mwanafunzi. Tutatengeneza zile utakavyokuwa. Alafu video inayofuata, video namba 6, ndio tutaanza sasa kufuta marks za wanafunzi kuja hapa. Details zao zote zije hapa. Kwa hapa kwa jina la mwanafunzi, jinsia, mimi naandika tunaweka kwa Kiswahili tu, lakini wewe mwenyewe unaweza ukatengeneza mfumo kulingana na wewe mwenyewe unavyohitaji. Kwa hapa tutaweka jinsia, ni zoom kidogo. Hapa sasa tutaweka jumla ya marks. Hapa tutaweka wastani. Hapa tutaweka grade hapa tu. Grade kwa Kiswahili ndio hivi. Alafu hapo tutaweka nafasi. Alafu hapa tutaweka mpaka hapa. Tunaweza tukapakuza tukafanya hapo, tutaweka details za masomo, taarifa masomo tu. Hapa masomo yatakuwepo, tutaweka hapa. Kwa hiyo hii sheet yetu ya kuprint matokeo kubandika tutakuwa kama hivi. Tutaiwekea zetu hapa. Tutakuwa sheet yetu itakuwa kama hivi. Lakini huku juu ndo ile hii ya kwanza tutaandika ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii ya pili, ya tatu, ya 4. Tuweke kama 5 hivi hapo basi. Hizo 5 zinatosha hizo. Kwa hiyo hapo 5 zinatosha. Hapa tuweke boda ya nje kwanza. Tuweke boda ya nje tu outline peke yake. Sasa baada ya hapo tunachokuja kufuata hapo sasa, tunachokuja kufuata ni analysis ambayo tutaziweka hapa juu. Sasa hapa juu bwana, sisi tutaweka ufaulu kwa ujumla kwa grade yule. Ufaulu jumla kwa grade ambayo tutakuwa tuna A, tuna B, tuna C, tuna D, tuna E. Alafu hapa tuna absent.
Mwanafunzi absenti hayupo hapa, tuna toto. Tuendelee Kiswahili sasa, jumla. Haya, hapa jinsia na nini, jinsia na grade, ambao hapa tutakuwa tuna ke, tutakuwa tuna me, alafu hapa tutakuwa tuna jumla. Hii hapa hii ngoja tuiforce tu hapa iwe hivi. Hapa tutapiga zetu, tutaanza tuna hii kawaida hii. Baada ya hapo tunakuja upande huu hapa. Upande huu hapa sasa tutatafuta wastani wa shule hapa, wastani wastani na grade yake. Grade tuseke vitu vingi hapa, inakuwa tu hivi vinatosha tu. Wastani grade tunajua ndo wastani tunatafuta aje hivyo. Maana kwa shule ya msingi hamna masuala haya. Wastani na grade wa shule hapa, labda tunaweza tukaangalia waliofaulu na waliofeli. Waliofaulu, waliofeli, basi na tukaangalia kwa jinsia hii. Sasa hii ngoja tulivutia hapo, waliofaulu, waliofeli. Waliofeli jinsia tunaweka me, tunaweka ke, tunaenda me. Hapo alafu unaweza tukasema tukamalizia na asilimia waliofeli na waliofaulu. Hapo tutafanikiwa kuiweka. Haya, tukiwa namna gani vipi tunaachana nayo tu. Hizi hapa bidii tutakuwa na kitu kama hivi simple tu, tutakuwa na simple kama hii hapo, kama unavyoiona hiyo hapo. Kwa zetu simple kabisa hapo. Haya, hapo tuweke katikati hapa, na inaweka katikati. Tuweka juu tu mstari na grade hapo, sawa. Sasa hapa tokea hapa ta dragging ndio kwenda huku chini sasa huku, ili kupata kwa hapa ni kufika kwenye 1011 ndio mwisho. Haya, 1011 tunaondoa zile sheet ambazo tumetumia kule juu kule. 1011 kama sikosei hapo, ndio itakuwa unyama wetu hapo. 1011 kwa hapo tunapiga zetu border. Haina mbwembo, tuweke tu border za kawaida kwanza, kuna mbwembo. Mstari na umejiongeza au haya, ngoja tutoe sasa. Unaweza kuweka rangi tutaweka tu baadaye, tutalemba huko baadaye huko. Hapa tutatoa mstari huu, tutatoa mstari huu wa chini, wa kati na juu kote lazima ukata, itakuwa hakuna.
Sasa hapo kwenye masomo haya tuta highlight hapa pap ili tutaweka kosi hapa. Haya, baada ya hapo, maana yake ni kwamba hapa sasa kwa vitu tutaweka hapa tutaweka labda chagua darasa hapa, chagua darasa hapa, tutakuwa nachagua madarasa, tuweke hivi, ina shida hii hivi, tukaboksi chagua darasa, madarasa yake tutakuwa nachagua hapa. Kwa sababu kwenye setting huku hakuna sehemu ambayo tumetengeneza hapa madarasa. Ngoja tuongeze hapa, tuweke darasa la kwanza, tukidrag kwenda chini tuone kama itaongezeka. Ngoja tuone filling format only. Darasa la pili, darasa la tatu, darasa la nne, ndipo darasa la tano, afu darasa la ngapi? La sita. Kwa madarasa yetu haya hapo. Tukirudi huku kule mkeka hapa tutatumia data validation, tena kwenye data validation hapa tutatumia list zetu ziko wapi? Ziko ya kuzichagua hizi zetu interval fresh. Ukija hapa tutachagua madarasa yake hayo hapo. Ukichagua darasa la kwanza tutaletea darasa la kwanza, darasa la pili tutapata kwa darasa la pili hivyo. Lakini huku chini sasa, huku mwishoni huku ndo tunaweka sasa analysis ya masomo. Analysis ya masomo hapa. Tunaweza tukasema ile pale hii tukaweka huku chini fresh tu, lakini nakuwa kijaribika kitu hapo. Lakini huku chini sisi tuweka kwanza analysis ya masomo kwanza. Masomo hapo tuweke serial number hapa. Sababu masomo haya kodi sizijui, lakini zitafuta tu kodi. Lakini unaweza ukatafuta zako kodi ukaweka hapa. Sasa hapa tunaenda tuvute masomo. Masomo yanatofautiana na darasa. Kwa hapa tutatumia formula hii hapa sasa. Hapa kuna formula ya kutumia hapa. Kwa kwanza tuanze, kuna masomo waliofanya, waliosajiliwa. Tutumie tu waliofanya, wasiofanya, waliofeli, waliofaulu, waliofeli. Hapo tunaanza kunyambua grade sasa, A, B, C, D, E. Hapa tunaweza kusema wastani, alafu tuweka grade. Tuweke tu vitu vichache tu kwa upande wa nini, upande wa masomo. Vitu hivi hapa. Hapa tu tutakuza, lakini ndio hiyo waliofanya leo nini masomo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Kwa hivyo tutakuwa na masomo 11. Lakini kuna masomo ya 11, kila darasa lina masomo yake. Kwa 11, lakini tutakuwa tutajifunza tu jinsi ya kuzima hizi column ambazo hazina chochote. Kwa utafanya hii tabia zetu ya analysis ndogo tu ya kawaida kwenye masomo. Pia wewe mwenyewe unaweza ukatengeneza sheet nyingine ambayo ikawa inafanya analysis ya masomo. Unachambua somo. Unachambua somo kweli kweli, unatafuta labda kuni bora kwa hiyo somo, maximum max, minimum max, yani max kubwa, max ndogo. Unaweza yani ukafanya tunasema ile deep analysis ya kwenye masomo, yani somo ukalifanyia analysis ya kutosha, ukalichimba kwenye kulifanyia analysis. Kwa sababu tunajifunza tu, tutafanya vitu kawaida, tutafanya tu analysis ya kawaida kwa ajili ya implementation tu, kuonyesha jinsi gani ya kujifunza ili mambo mengine yafanyaje, mambo mengine yaende. Sasa mpaka hapa hivi tutakuwa sasa tumefikia kwa tutaangalia hapa waliofanya na sio fanya, tutawapataje, tutafikana tu. Haya, kwa hapa tutakuwa zetu na masomo darasa. Hapa tutachagua darasa. Kwa hii ndio tutatumia kama hii ndio tutaitumia kama reference yetu. Ngoja nikuonyeshe mfano hapa. Tufungue mfumo wa sekondari, lakini kwa primary upo, lakini upo huku chini huku. Kwa tufungua sekondari tuonyeshe tu iko kitu ambacho nachozungumzia hapa. Sasa ndio mfumo wetu unakaribia kuwa mzuri kulingana na sisi. Hizi huko A, B, C, D za masomo unaweza ukachambua kwa wavulana na wasichana, ni wewe mwenyewe. Lakini sasa kwa sisi tumeona tusifanye mambo mengi hapa. Ndio nikasema kuna vitu vingine nitakuwa sifundishi, lakini nitajitahidi nifundishe overall. Kwa sababu kwa mfano hapa hii mfumo hapa ni ukachagua form 4. Form 4 ina masomo yake kama unavyoyaona mfano haya huku chini. Haya ndo masomo ya form 4. Lakini akichagua form 1, form 1 itakuwa ina masomo tofauti. Mfano kama hiyo kuna history, geography, computer, agriculture, business mfano. Lakini akija kuchagua ile labda form 2 pia, form 2 pia itakuwa ina masomo mengine. Kwa kila somo atakalolichagua basi itakuwa inafanyaje na inaonyesha pale. Kwa hiyo tunasema ndo njia rahisi. Haya, hiyo ilikuwa tunaonyesha. Tuko hapa sasa, naweza tukishamaliza kutengeneza kujaza details zetu, sasa tutakuja tutaangalia au tutatengeneza ikae kwenye sheet moja. Sababu hapo tukiangalia breaking sheet unavyokaa vibaya hivyo. Tutakuja tutaitengeneza ikae kwenye sheet moja na tutaitengenezea ikae kwenye A3, lakini wewe ukienda kuprint utaprint tu kwenye A4. Itakaa tu vizuri, lakini karatasi itakaa kwenye nini? Kwenye landscape. Kwa kama hapo ufikiri unavyoona, hii ni karatasi ya kwanza, karatasi ya pili. Hii karatasi ya pili hiyo.
alafu kwenda huku ndo inaongezea karatasi nyingine ngapi? Ya 3. Kwa hiyo yote itakaa kwenye A3, tutaweka kwenye A3, alafu sasa baadaye tutakuja tutaifanyia nini? Tutaifanyia kazi. Hapa inaonyesha zile karatasi zilivyo katakata. Hivi kuweka hivi itakusaidia wewe kuona kwamba mfumo wangu mimi uko hivi, lakini karatasi kutoka hapa mpaka hapa. Sababu hapa unaweza ukachukua hii ukaipeleka huku, ukaibana ikakaa kwenye karatasi moja. Ambapo tunasema hapa kwenye page layout sasa tutakuja kutuonyesha hii ni A4 hii. A4 ya kwanza, A4 ya pili, A4 ya tatu. Lakini tunaweza tukatengeneza vizuri tu ikawa inaonekana fresh. Lakini pia kama hii mistari ile katakata hii huku juu ipendi, unaweza kaitoa hapo kwenye grid hapa. Ikawa inaonyesha hivi haina mistari inaotokea. Lakini unaweza kaiweka ili kuongeza ule umakini. Kama labda kwanza fuatia channel yetu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwanza kupata video zetu tunapoupload. Kwa hiyo pia kama utakuwa unahitaji kutengenezewa template ya matokeo ya somo moja, template ya matokeo ya masomo mengine, just a template, unakaribishwa kwa gharama nafuu na mambo mengine mengi kuhusu Excel, Microsoft Word, pia website tunatengeneza. Karibuni sana. Tukutane katika video ijayo.